wanawachuoni wanasema kuliuliza linakuwa ni swala la bid'a, kwa sababu hakuna aliyeenda katika maisha ya kaburini kisha akaona kuna maisha aina fulani akaja kusema. Inabakia kuwa ni ilmu ya ghaib kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo anayejua kaburini kuna maisha ya aina gani. Wama utitu min alilmi illa qalila, Mwenyezi Mungu anasema hatukukupeni elimu isipokuwa kidogo kidogo, tumewapeni elimu kidogo sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya elimu nyingine zinabakia kuwa ni ghaib, ni elimu ya siri. Huwa alimul ghaibi washahada, Mwenyezi Mungu ndo anayejua ghaib na yale yaliyokuwa wazi. Kuna baadhi ya vitu wewe umefichwa na Mwenyezi Mungu uvijui. Kuna baadhi ya vitu umefichwa, na kama umefichwa ni wajibu wako kuamini vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyokuficha. Mwenyezi Mungu anasema alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mwenyezi Mungu anasema hiko ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina, wanaomcha Mwenyezi Mungu ni wakina nani? Mwenyezi Mungu anatuwajibu alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale ambao wanaamini katika ghaib. Ala, kumbe ucha Mungu ni kuamini katika ghaib. Yani ili uwe mcha Mungu wa sawa sawa ni lazima kuna baadhi ya mambo uamini kuwa ni ghaib, ni elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya ghaibu nyingine Mwenyezi Mungu huwa anaamua kuwafunulia baadhi ya watu. Hapa niwapeni somo kidogo, nimalizie somo langu. Napeni somo kidogo. Kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu huwa anawafunulia baadhi ya ilmu ya ghaib ambayo watu wengine anakuwa hawawezi kujua, hawawezi kuona. Yani kuna watu Mwenyezi Mungu huwa anaamua kuwafunulia baadhi ya ilmu yake ya ghaib. Ulama wanasema kuna ghaib inaitwa ni ghaibu atai, yani kuna ghaibu ambayo mtu hupewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anaamua kumfunulia mtu baadhi ya mambo. Alafu kuna ghaibu lidhati, alafu kuna ghaibu inabakia katika dhati yake Mwenyezi Mungu, hakuna anayejua isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua ghaibu ya kupewa inakuwa ni ipi? Kuna watu hao anakwambia mimi bwana, kesho ikifika saa 7 mchana katika ulimwengu huu naondoka, nafariki. Kama kuna watu wazima hapa kidogo umri wao umeenda, watakuwa wanajua kuna baadhi ya watu wao hapo. Yani kuna mtu anakwambia kesho mimi saa 7 mchana, mzee atekesa kichwa kule, manake asema sadaka. Yani kama vijana wenzangu hamjawahi kuwaona watu wao, kuna watu walishapita huko nyuma, anakwambia kesho mimi saa 7 mchana naondoka katika dunia hii, nafariki. Na kweli ikifika saa 7 mchana hayupo. Unajiuliza huyu kajuaje? Na kifo hakuna anayejua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hakuna mwanadamu anayejua nini kitatokea kesho, hakuna. Na wala hakuna anayejua mtu katika ardhi gani atakwenda kufia, hakuna. Lakini kuna mwanadamu unampeleka India, akifika kule anakwambia nisikilizeni mimi, mnajisumbua bwana, mimi siponi, nirudisheni nikafie Tanzania, nirudisheni nikafie Tanzania. Anapakiwa kwenye ndege, anakuja hapa, akifika tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haya kajiwaje yeye kana anakuja kufia hapa, wakati Mwenyezi Mungu anasema hakuna nafsi inayojua katika ardhi gani itakwenda kufia, na hakuna mtu anayejua siku gani atakufa. Lakini kuna wanadamu ambao wanajua mimi kesho jamani saa 7 mchana naondoka, na kweli anaondoka. Wanawachuoni wanatuambia hiyo inakuwa ni ghaibu atai, na hawapewi isipokuwa ni wacha Mungu. Yani kuna watu hawa Mwenyezi Mungu amewafanya kuwa ni auliya illah, yani ni marafiki wa Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya vitu wanavijua ambavyo wewe huvijui. Ndio mwanawachuoni mmoja aliwahi kusema qulubul arifina laha uyunun, mioyo ya wacha Mungu ina macho. Mioyo ya wacha Mungu ina macho, macho ambayo inaweza kuona vitu ambavyo wewe na macho yako ya kawaida huwezi kuona.
kwa sababu kuna watu ambao Mwenyezi Mungu anawatolea mfano na Qur'an, anasema wana macho lakini hawaoni. Mwenyezi Mungu, kuna watu wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Unajiuliza, ni mbona nina macho? Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema kuna watu wana macho lakini hawaoni? Kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa macho ya kiucha Mungu. Kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa macho ya kiucha Mungu. Yaani kuna mtu akikutazama wewe, jicho lake anakujua wewe una shida wewe. Huyu mchawi, huyu mganga. Yaani kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa baadhi ya elimu ambayo wewe hakukupa. Wacha Mungu Mwenyezi Mungu anawapa elimu ya hivyo. Anawafanya kuwa watu. Kuna watu watakuwa wanajua katika nyakati zilizopita, kuna watu Tanzania hii kuna watu katika zama zilizopita walikuwa wakisema jambo na jambo hilo latokea kweli. Wakisema jamani, kuna jambo litatokea 1 2 3 4 5 na jambo hilo kuja kutokea kweli. Unajiuliza, huyu kajuaje? Hapana, kuna watu Mwenyezi Mungu anawachagua ni wacha Mungu kiasi ambacho mpaka kuna elimu anawapa za ndani ambazo watu wengine anakuwa hajawapa. Watu hao wapo mabwana, wala msistaajabu hilo. Na kuna elimu ya ghaibu ambayo hakuna anayejua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Niwapeni kisa kimoja ambacho ni qissatun waqia. Kisa cha kweli kimetokea. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa shekhe mmoja, alikuwa Sheikh Ramadhani Bunsimba, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwani alikuwa akitoka Morogoro, alikuwa anakuja Kibaha. Wakati yuko Morogoro na mwanafunzi wake, gari miaka hiyo ilikuwa ya tabu, miaka ya 80 kushuka chini, gari za tabu sana. Akawa anakuja kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam. Sasa wanafika na gari ikawa ndio inaondoka, yani mwanafunzi mashehe, tukimbilie ile tuiwahi. Sheikh akamwambia ile gari tusipande ile. Kwa nini mshehe, kuna nafasi gani? Anaambia ile tuiache gari ile tusipande. Mwanafunzi akaona Sheikh, bwana ndio mambo ya kizee bwana. Basi wakaiacha ile gari, kama tusubiri gari nyingine, tutapanda gari nyingine, ile iache, tusipande ile gari. Wakakaa wakasubiri gari. Akakaa muda mrefu. Kama mnavyojua zamani gari ilikuwa ikikupita miaka ya 80 ilikuwa issue. Zamani ilikuwa kwenda kwetu Msanga ilikuwa safari ya kutwa nzima uko kwenye, na gari yenyewe unafanya kuivizia, au kwa waliokuwa wanakwenda Bagamoyo watakuwa wanajua. Zamani gari ikikupita hiyo, wewe unatembea na mguu kutoka Kinondoni, mzee zaidi anajua hapo. Unatembea na mguu mpaka Bagamoyo, gari ikikupita hiyo moja ndio imekupita. Sasa Sheikh akakaa muda mrefu na mwanafunzi wake pale. Baadaye fika jioni gari nyingine ikaja. Ilipokuja wakatupande, wakapanda. Wamefika maeneo ya Mdaula, wanaikuta ile gari imedondoka na ipo nyanga na watu wamefariki. Miaka 89 hiyo tazungumzia, na watu wamefariki pale. Waliopona kwenye ajali ile watu wawili tu, walobakia wote ndani mule. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yule mwanafunzi anageuka kumtazama shekhi wake, kana mwangalia usoni, alafu shekhi kama vile hana habari, kainama chini atilisha miguu. Alafu shekhi akamwambia, si nilikwambia tusipande ile gari? Yule mwanafunzi anasimulia, anasema toka wakati huo ilikuwa jambo lolote akiniambia shekhi wangu nilikuwa namsikiliza. Sio kisa cha kutunga, labda hadithi alfu lela ulela ya sungura na fisi pauka pakawa. Ni qissatun waqia, cha kweli kabisa. Yani tusipande gari hiyo, na hawakupanda na imefika mbele ajali. Yani kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa uwezo wa kujua vitu ama mtu mwingine anakuwa hawezi kuona. Ndio maana kuna baadhi ya watu wakwambia hilo usifanye kweli. Ukilazimisha laweza kukupata hiyo, kama aliniambia nisifanye nimefanya. Kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa macho, sio macho haya, macho ya kwenye nyoyo. Na unapoomba dua muombe Mwenyezi Mungu akupe macho ya kwenye nyoyo, sio macho haya. Sio macho haya. Macho haya hayana maana haya. Macho ya kwenye nyoyo bwana. Wacha Mungu ana macho ya kwenye nyoyo. Na Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya vitu anawapa wacha Mungu, anajua. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ya kupasa uamini, inakuwa ni ghaib ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakupasa uamini. Hiyo ndio imani ya kweli, na huo ndio ucha Mungu, kuamini katika baadhi ya vitu ambavyo vingine hata kwenye akili yako ukivileta upate majibu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka limitation kwenye akili yako kwenye kufikiri. Yani fikiri utakapofikiri, kuna baadhi ya vitu huwezi kupata majibu. Kwa mfano, ukitoka sasa hivi nenda kwenye gorofa, alafu nenda kakae kaitazame mbingu.
ile mbingu itazame imeishia wapi. Yani tazama utakapotazama, wewe huwezi kujua mbingu imeishia wapi, wewe huwezi kujua na wala huwezi kuona. Tazama utakapotazama, si una macho, lakini tazama utakapotazama wewe. Yani Mwenyezi Mungu kaweka limitation, ndivyo alivyomuumba mwanadamu. Na kuna baadhi ya vitu amempa elimu ya kuvijua, na kuna baadhi ya vitu hakumpa elimu ya kuvijua. Kiyama kinasimama lini na wanadamu wanakaa katika muda gani katika makaburi yao? Hili ndio itakuwa somo letu katika darasa inayofuata. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliulizwa, mata saa, kiyama kitakuwa lini? Mtume aliulizwa kiyama kitakuwa lini, na sio swali hilo tunajiuliza kila kukicha, kesho yaumul qiyama, kesho yaumul qiyama. Mbona kesho hii imekuwa kama mtoto wa kuku, nitaonya kesho, nitaonya kesho, mbona kiyama hakifiki? Swali hilo aliulizwa Mtume, mata saa, kiyama lini? Mwenyezi Mungu akaja kumwambia wayasalunaka ani, Mtume akaja kuambiwa kiyama, aliulizwa kiyama kitakuwa lini, na aliyemuuliza alikuwa ni Jibril alayhi salam. Mtume akamjibu Jibril akamwambia, anayeuliza anajua zaidi kuliko ni muulizaji. Kiyama ni lini? Mtume akamjibu, anayeuliza anajua zaidi kuliko ni muulizwaji. Yani wewe Jibril unaweza ukawa unajua zaidi kuliko ni mimi. Yani Mtume alikuwa hajui kiyama kitakuwa lini, bali Mtume alitaja, alionyeshwa, aliambiwa ashrati saa, dalili za kiyama. Mtume aliambiwa dalili ya kiyama ni 1, 2, 3, 4, 5. Ukiona ishara hizo ndio dalili ya kiyama. Lakini kitakuwa lini? Mtume hakuambiwa exactly kwamba kitakuwa lini, hakuambiwa. Lakini Mtume aliambiwa kiyama kitakuwa siku ya Ijumaa. Kiyama kitakuwa siku ya Ijumaa, aliambiwa itakuwa. Lakini Ijumaa gani? Mtume hakuambiwa. Lakini kitakuwa siku ya Ijumaa. Bali aliambiwa dalili yake itakuwa, ukiona hivi ujue kiyama kinakaribia. Ukiona hivi, Mtume aliambiwa na alizaja dalili zote. Lakini lini kitakuwepo? Lakini kuna baadhi ya watu hawaamini kama kuna kiyama. Kuna watu wanasema ukifa ndio kiyama chako, ukifa ndio kiyama chako. Na hiyo kauli nadhani mtakuwa mmesikia sana kwamba ukifa ndio kiyama chako. Kuna baadhi ya watu wanaamini hivyo, lakini katika Uislamu tunaamini kwamba ipo siku ya mwisho, ipo siku ya kiyama. Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Siku ambayo watakuja malaika wamejipanga safu, siku ambayo mwanadamu haitomfaa mali yake wala alichokichuma. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tunaamini kwamba ipo siku mwanadamu ataletwa katika uwanja, ataletwa katika mahakama ya Allah siku ya Kiyama. Tunaamini hivyo, tunaamini hivyo. Na ulama wanatuelezea kwamba ardhul mahshar, ardhi ya kwenda kukusanywa wanadamu, ya kufufuliwa wanadamu, itakuwa ni ardhi ya Palestina. Na nitakuja kuwaletea hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad kwamba ardhi ya wanadamu watakayofufuliwa, watakayokwenda kukusanywa wanadamu, itakuwa ni ardhi ya Palestina ambayo iko Middle East pale, ambapo leo mnaona kuna watu wanapigana, zinaunguruma pale. Nitakuja kuwaletea somo maalum, ile ndo ardhul mahshar. Kwenye somo hili la kiyama hili kwamba kitakuwa lini, dalili yake ni Mtume aliulizwa. Tutakuja kupata na somo lile la ardhi ile ina siri gani? Kwa nini Middle East? Kwa nini Waislamu wanaipigania? Kwa nini ni ardhi ya kimkakati kwa Waislamu? Kwa nini imekuwa Baitul Maqdis ndio nyumba ya kwanza? Nitakuja kuwaelezea na ule mgogoro wa Middle East. Kwa nini imekuwa ndo ardhul mahshar? Kwa nini Mtume anakwenda mbinguni kapitia pale? Kwa nini Isa ibn Maryam amepazwa? Sisi tunaamini Isa amepazwa. Wenzetu wanaamini Isa kasulubiwa, amekufa. Sisi tunaamini Isa amepazwa. Lakini alipopazwa Isa ibn Maryam Middle East, sehemu ambayo Isa ibn Maryam alipopazwa ndio sehemu hiyo Mtume kaitumia kuelekea mbinguni. Kuna nini pale? Hapo napo kuna somo lingine baki. Mwenyezi Mungu akijalia tutakuja kulielezea kwa undani ili kuweza kujua kuna siri gani, kuna nini. Lakini ardhul mahshar siku ya kiyama itakuwa pale Palestina, katika ardhi ya Palestina. Inshallah nikome hapa. Kama kutakuwa na swali
moja au mawili, basi nikaribishe maswali mawili au moja inshallah, kisha tufunge darasa. Karibu sana Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Ndiyo.